Mchizi anaitwa Jackson, kazi yake ni fundi bomba. Leo amekuja kutengeneza bomba ndani kwa Flora, lakini muda amekuja kutengeneza bomba hawezi kuanza kazi akiwa na zile nguo zake, hivyo ikamlazimu abadilishe nguo ili aanze kazi. Ila muda anabadilisha nguo, Flora anakiona kifua cha mchizi, maana Jackson alibadilisha nguo akiwa pembezoni tu mwa Flora. Hivyo Flora alivyokiona kifua cha Jackson kilimdatisha kinoma yani. Lakini Jackson alikuwa hana habari kama Flora alikuwa anamwangalia, lakini Flora kiukweli alidata sana na Jackson. Jackson akaanza kazi zake, movement za hapa na pale, lakini kuna muda alihitaji apate msaada mbele ya Flora, hivyo akawa na mwazima kisu ili aendelee na kazi. Lakini Flora hakuwa mbishi wala hakuwa jeuri, maana alishaanza tayari kudata mbele ya Jackson. Kuna muda Jackson alikuwa anahitaji maji ya kunywa, lakini Flora ilibidi ampe maji yake ambayo alikuwa anatumia. So muda Jackson anakunywa maji, Flora alidata sana na mchizi. Jackson amefanya kazi na hatimaye amemaliza, hivyo ulikuwa ni muda wa malipo yake. Lakini Flora akamwambia kwamba naomba unipe namba yako, zeni mimi nitakamilisha muamala kwenye lipa namba yako. Jackson anatoa namba, kisha Flora anachukua namba Jackson ili baadaye amkamilishie pesa yake. Kweli bwana, muda Jackson yuko magetoni, Flora hajakuwa na ajizi bwana, alimpatia pesa yake Jackson kama walivyokubaliana. Lakini Jackson anachoshangaa, pesa iliyokuja ni nyingi sana kiasi cha kwamba ilikuwa ipo out na makubaliano kabisa yani. Mpaka Jackson anashangaa, kisha anajiuliza, hivi madam atakuwa amekosea kunitumia mimi pesa au vipi? Maana amenitumia pesa nyingi sana. Lakini rafiki yake amemwambia kwamba sasa ustaarabu itabidi umfuate ili akueleshe zaidi. Na kweli bwana, leo hii Jackson akamfuata Flora, kisha akamwambia kwamba muamala uliotuma nadhani umekosea, maana umetuma pesa nyingi sana kiasi cha kwamba tulikuwa hatuna makubaliano ya ile pesa. Lakini Flora akamwambia kwamba ile pesa sijatuma kimakosa, bali nilituma nikiwa najielewa, nimekupa tu kama zawadi. Lakini Jackson anasema kwamba ni pesa nyingi sana. Flora anamwambia kwamba usijali, naomba tu uende ukafanye matumizi yako kuhusiana na ile pesa ambayo nilokutumia. What? Flora ndo ameanza kudata mapema namna hii. Leo hii Jackson anapata simu kutoka kwa Scott akimwambia kwamba kwenye nyumba yangu kuna baadhi ya mabomba hayako sawa, hivyo naomba njoo haraka kadri iwezekanavyo ili uje kunitengenezea mabomba yangu. Scott yeye ni mshikaji fulani hivi, mshua kinomani, mshua mfano hakuna, hivyo amemwita Jackson ili aende kwenye nyumba yake akamtengenezee mabomba yake. Kweli bwana, Jackson amefika kwa Scott, na hapa Scott ni mtu mkubwa sana, hivyo uruhusiwi kuingia kizembe. Hivyo Jackson akakaguliwa ili aanze kazi. Jackson akakaguliwa kisha akaanza kazi. Lakini mna Jackson anafanya kazi, kumbe Flora bwana anajuana na Scott. Hivyo Flora leo hii amekuja kwa Scott, na sio kuja tu, bali Flora ni mpenzi wake na Scott. Hivyo mda Jackson amemaliza kazi, anashangaa kumuona Flora hapa, anamuuliza ni wewe? Flora anasema ndio, ni mimi. Scott anamwambia kwamba sasa kusiona maneno mengi, pesa yako ni kiasi gani? Mchizi anasema pesa yake ambayo anahitajika kulipwa, na kweli bwana Scott anamlipa Jackson pesa yake ambayo anahitajika kumlipa, lakini anamlipa kimadharau sana, pasipo kumlipa kwa keshi, kumpa kwa mkono, anamtupia zile pesa. Jackson anakuja kwa rafiki yake, kisha anamuelezea kwamba nilienda kwa Scott bwana, lakini alinipa pesa kwa dharau, lakini sijakuwa na shida sana ya kuzuzana naye kwa sababu alinipa pesa nyingi sana. Mpaka rafiki yake anamwambia kwamba mwanangu, siku mbili hizi una mazali ya kupata pesa nyingi. Leo bwana Flora yupo hapa akiwa kitandani amelala, lakini ana mawazo mengi sana mbele ya Jackson. Flora ameshaanza kuingia tayari kwenye hisia na Jackson. Leo hii bwana Scott anamfuata Flora, kisha anaanza kumpa lawama, kumwambia kwamba nakupigia simu zangu muda kadhaa lakini uzishiki, natamani uje kwangu mara nyingi lakini hauji. Nini ama kitu gani ambacho kinachofanya sasa hivi unashindwa kuwa updated na mimi? Kwa kila kitu ambacho nachokwambia unakuwa ni mzito kukizingatia. Shida nini mamangu? Lakini Flora anamwambia kwamba hapana, ni ubize tu wa kazi ndio unanifanya mimi nishindwe kuwa karibu na wewe wala kuwa updating zaidi na wewe kadri unavyotuma message zako na kuniambia nije kwako na kuwa sina nafasi na wewe.
Lakini mapenzi yapo hivi, kama mwanamke hana upendo na wewe, basi kaa ukijua kuwa hatoweza kuwa na muda na wewe hata iweje. Yani Flora anamwambia Scott ya kwamba hana muda na yeye, lakini leo hii Flora amefunga safari mpaka kwa Jackson ili aende tu kukagua Jackson anakaa wapi. Leo hii Flora amemwita rafiki yake, kisha akaanza kumhadisia hali ambayo anayopitia, ya kwamba kuna mchizi amemwelewa sana, japokuwa mchizi maskini, lakini hisia zake zipo kwa ujamaa. Lakini rafiki akamwambia kwamba usije ukamwacha Scott, mwanaume ambaye tajiri, mwanaume ambaye mwenye maisha yake hapa mjini, mwanaume ambaye ana uwezo kufanya jambo lolote kutokana na pesa zake. Wanawake wengi sana wanapambana ili wapate nafasi, wewe shoga yangu umepata nafasi, usikubali kuiacha kijingajinga kiwepesi. Lakini Flora anamwambia kwamba hata kama jamaa tajiri, lakini mimi hisia zangu zipo kwa yule kijana maskini, mimi nimevutiwa naye sana. Kiukweli Scholar amevutiwa sana na Jackson kiasi cha kwamba apumui wala haemi. Hapa anashindwa kukaa kwa amani, hivyo muda mwingi anamuwaza Jackson mpaka anajiuliza nifanye jambo gani ili Jackson awe karibu na mimi. Akakumbuka akasema, Jackson si fundi bomba, basi ngoja ni karibu mabomba chooni. Kweli bwana, akaenda karibu mabomba chooni, kisha akaja kumtumia message Jackson kumwambia kwamba nahitaji uje nyumbani kwangu kwa sababu mabomba yangu yameharibika. Na kweli bwana, Jackson hajakuwa na ajizi, chap kwa haraka Jackson akafika kuja kazini. Lakini Flora muda Jackson anafanya kazi, alikuwa anafanya kazi ndani ya chumba chake, alitamani kama vile ambake, maana anahisia naye sana, anahisia naye mfano hakuna. Jackson alifanya ufundi wake kwa chooni, baadaye alimaliza, kisha akaja kumuomba ruhusa madam ili aondoke. Lakini Flora hakutamani hata kidogo Jackson aondoke, na alitaka muda mwingi awe pale nyumbani kwake na endelee kubaki. Lakini Jackson anasema kwamba madam, samahani, leo nimekuja kikazi na hapa nahitajika sehemu nyingine, hivyo sina muda wa kuendelea mimi kukaa hapa, naomba niache niwahi kazini, siku nyingine nikipata nafasi basi nitakuja. Lakini Flora amemwambia kwamba I say, yeye natamani usiondoke, natamani sana kuwa nawe karibu. Lakini Jackson akamwambia kwamba samahani madam, mimi nawahi kazini. Sasa Flora akaanza mazoea ya ajabu. Muda mwingi sana akaanza kumpigia simu Jackson mpaka usiku. Rafiki yake anakuja, kisha anamuuliza, mwanangu, asa hivi umepata demu gani anekupa fulana namna hiyo? Lakini Jackson anamwambia kwamba I say, yani kama vile Zari, yule Flora mwanamke ambaye alinita kwake ili nikamtengenezee bomba lake, lakini naona ana mazoea extra na mimi, mpaka leo hii ameniambia kesho niende kwake kwa ajili yake tu na si kwa ajili ya kutengeneza bomba. Mshikaji wake anamwambia kwamba mwanangu, itabidi uende. Lakini Jackson anasema kwamba sawa. Jackson akachukua shauri la rafiki yake, kisha akamtimbia Flora. Na leo Jackson alikuja kwa Flora, Flora hajafanya ajizi hata robo, bali alimkaribisha nyumbani kwake, kisha akaanza kumfungukia. Jamani, zamani wanawake walikuwa hawawezi kumwambia mwanaume kwamba anampenda, lakini leo Flora anamwambia Jackson ya kwamba mimi nahisia na wewe. Kiukweli nimejizuia kadri niwezavyo, nimejikaza sana, lakini kadri ninavyojikaza naikaza nafsi yangu, kisha naimiza nafsi yangu. Kiukweli mimi Jackson nimekupenda sana mfano hakuna. Lakini Jackson anapouliza wewe una mahusiano na Scott, Flora anamwambia kwamba achana na Scott, mimi nakupenda wewe, mimi nahitaji niwe na wewe. Jackson anasema kwamba lakini mimi ni kijana maskini, sina uwezo wa kuwa na wewe, sina uwezo wa kuonga wala kutunza. Lakini Flora anasema kwamba mimi sijapenda umaskini wako, mimi nimekupenda wewe kama wewe, hivyo nakupenda sana Jackson. Na hawa wote wawili wanashindwa kujizuia, kisha wanapeana romance. Lakini Flora akasema hapa si sehemu ya kupeana hizi mambo, naomba nyanyuka kisha twende chumbani. Mambo kikubwa alifanywa na leo hii majibu yake yamepatikana. Flora ana ujauzito, mama yake anamgombeza sana, huko kumwambia kwamba ujauzito naomba kautoe kwa sababu ni wa kijana maskini. Yaani wewe mwanangu unashindwa kumbebea ujauzito tajiri Scott, unakuja kumbebea mimba kijana maskini, naomba ujauzito kautoe kabla Scott bado hajajua hili swala. Lakini Flora anamwambia kwamba mama, samahani sana, yule kijana alonipa ujauzito ni kijana ambaye nimpenda sana, naomba ujauzito kautoe haraka kadri iwezekanavyo, sitaki ukae kwenye nyumba yangu huku ukiwa na ujauzito wa kijana maskini.
Lakini Flora anasema kwa shida kuishi kwenye nyumba yako nikiwa na ujauzito kijana maskini. Sasa subiri, ngoja kuoneshe show. Flora anaingia chumbani kwake, kisha anachukua begi lake na anashuka chini, anamwaga mama yake, anamwambia kwamba alonipa ujauzito nampenda sana. Kwa kama nampenda mimi siwezi kumtulia kiumbe chake. Hivyo wewe umenifukuza niondoke kwenye nyumba yako, basi mimi acha niende kwa kijana ambaye alonipa ujauzito. Flora amefunga safari mpaka kwa Jackson, amempelekea mzigo wake. Anamwambia kwamba mama anahitaji nitoe ujauzito, lakini mimi kwa sababu nakupenda sana siwezi hata robo kusubutu hilo jambo. Mimi ni binti ambaye nilikuwa na maisha mazuri, lakini Scott mpenzi wangu ana maisha mazuri sana. Alikuwa anatusaidia sana nyumbani kwetu, lakini mimi sijali vyote hivyo na kujali wewe. Naomba niishi na wewe. Mara kadhaa Jackson anasema kwamba lakini mimi ni maskini, siwezi kulea ujauzito wala kukutunza wewe. Nitakutunza vipi? Flora anasema kwamba kitakachopatikana mpenzi wangu basi tutakula. Flora ni binti tajiri, lakini is a very wife material. Leo hii Jackson anakuja kumwambia rafiki yake ya kwamba bwana, huyu demu amebeba vilago vyake, nipo naye hapa nyumbani kwangu na na ujauzito wangu, na amesema kwamba kitakachopatikana ndio tutakachokula. Lakini rafiki yake na Jackson mara nyingi sana uwaga na mshauri mambo mema mshikaji wake. Anamwambia kwamba kama binti mwenyewe amelizia kuishi maisha yote akiwa na wewe, basi haina shida, ishi naye mwanangu, luka naye, lakini hakikisha kwamba unamtunza huyo mwanamke, pia tunza na ujauzito wake. Maisha ni mazuri sana. Leo hii Flora ameacha kulala kwenye kitanda cha 6x6, amekuja kulala kwenye kitanda cha teremka tukaze. Hii yote kwa sababu anampenda sana Jackson, na Jackson anajitahidi kadri awezavyo, kile kidogo kipatikanacho basi anakileta nyumbani akiwa na Flora, na wote kwa pamoja wamelizia kile kitu ambacho kinachopatikana, japokuwa kidogo, lakini ndo chao hicho hicho wanachokipata. Flora anadeka sana bila Jackson, kisha anasema kwamba nasikia amani sana, pia najisikia faraja sana nikiwa na wewe kwa sababu nakupenda. Japokuwa Flora ni binti tajiri, lakini hakushindwa kuishi mbele ya maisha ya kimaskini. Walienda sokoni kununua mchele, kisha wakaja wakapika mchele huo kwa furaha nzito sana wakaula. Wanasemaga kwamba mapenzi ni hisia, ni heri kuwa kwenye hisia na mwanaume ambaye unempenda ama na mpenzi ambaye unempenda, kulikoni kuwa kwenye mapenzi ambayo kuna pesa nyingi sana ama kuna mali nyingi sana, lakini huyo mpenzi ambaye ulikuwa naye humpendi. Basi hapo hakuna raha ya mapenzi kwenye hilo penzi. Sasa taarifa zilifika kwa Scott. Alisikia kwamba mpenzi wake Flora anayempenda sana na kumhudumia, kuna mjinga fulani hivi amempa ujauzito kisha amekaa naye huko. Sasa Scott akafunga safari mpaka kwa mshikaji ambaye alompa ujauzito. Ameshangaa kuona sehemu ambapo mke wake anaishi ni kwa maskini, tena ni kijana Jackson ambaye mara nyingi alikuwa anamwajiri yeye kwenye kazi zake. Lakini Scott alipokuja hapa hajakuja kwa ubaya, alikuja kwa heri tu. Kisha akamwambia Flora kwamba huo ujauzito ambao uloupata mimi sina shida nao, mimi na shida na wewe. Mimi nakuomba tu mpenzi wangu Flora, nakupenda sana, hivyo nahitaji kuendelea kuishi na wewe. Kwa hiyo kama itawezekana, mimi nipo radhi kukulea wewe pamoja na ujauzito na mtoto ambaye atakayezaliwa. Nipo tayari, mimi ni baba yake, nipo tayari kumlea hata kama umebeba ujauzito wa mtu mwingine, lakini mimi bado nakupenda. Lakini Flora akamwambia kwamba mimi sikupendi, sina hisia na wewe wala sikuhitaji, naomba tu ondoka mbele ya maisha yangu na achana maisha yangu. Lakini Scott akamwambia kwamba kijana ni maskini, mimi ni tajiri, mimi naweza kufanya jambo lolote kwenye maisha yako. Lakini Flora akamwambia kwamba mimi mapenzi yangu hayaangalii mali, bali yanaangalia hisia ambazo zitakazonipelekesha mbele ya penzi langu. Scott aliongea sana, lakini mwisho wa siku alichomolewa mbele ya Flora. Sasa baada ya Scott kuchomolewa mbele ya Flora, Scott akatuma majambazi ili wakamue Jackson, kwa sababu Jackson ameingilia maisha yake. Lakini kwa bahati mbaya sana hawa majambazi walishindwa kufanya ubaya wote mbele ya Jackson. Baada miezi kadhaa mbele, leo hii Flora anapokea simu, kisha anaambiwa kwamba Scott kwa bahati mbaya sana amekutwa na kesi ya mauaji. Tena si kesi ya mauaji tu, bali
amepatikana akiwa na madawa ya kulevya, hivyo serikali imemhukumu kifungo cha maisha jela, na kuanzia leo maisha yake yote yatakuwa jela. Flora anafurahi sana kusikia habari hizi, maana Scott alikuwa anamsumbua sana. Scott alikuwa analinga na pesa zake, kumbe pesa zake zilikuwa ni pesa haramu. Hivyo Flora ni kama vile alibeti vizuri, kwa sababu amemwepusha mtoto wake kupata baba ambaye saizi alikuwa anaozea jela. Hii taarifa Flora anaipokea kwa furaha sana. Pia mama alisikia taarifa za Scott kukamatwa na kufungwa jela, hivyo leo hii amemwita Flora na Jackson kisha akaomba radhi, maana hakuwahi kuulizia hata siku moja mahusiano baina ya hawa watu wawili. Kumbe zile mali ni mali haramu. Hivyo nimetokea kumchukia sana yule kijana, kwa sababu angemuingiza kwenye matatizo mwanangu, pia angemuingiza kwenye matatizo mjukuu wangu. Mwanangu, nakupa big up sana, kwa sababu ulikuwa na jicho la kuona mapema sana kadri iwezekanavyo. Mimi niwape baraka njema tu kama mama, kama bibi wa mtoto ambaye anayekuja. Naombea dua njema mbele yenu, na kama itawezekana basi mfunge hata ndoa. So Jackson na Flora kwa furaha sana, kwa amani sana, wamepata baraka za mama, hivyo wana furaha kubwa sana. Kisha wanamwahidi mama kumwambia kwamba mama, usijali, siku si nyingi tutafunga ndoa, tutaoana. Na hapa movie yetu ndio nafika mwisho bwana. Nadhani kuna kitu cha kujifunza hapa kati ya Flora, Jackson pamoja na Scott. Bye bye. Mimi naomba tu subscribe ili uwe wa kwanza kuangalia movie ijayo.